Natamani leo tujifunze topic hii nzuri. Wewe ambaye unaweza ukaandika topic hii. The flow of my callings is the flow of my spirit. Kutokea kwenye Biblia, neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 12 na ule mstari wa 34. Neno la Mungu linasema kwa maana hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wa mtu utakapokuwa. Kwa maana hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wa mtu utakapokuwa. Kwenye mazingira yoyote ambayo Biblia imezungumza kuhusu habari ya moyo, ilikuwa inazungumza kuhusu habari ya intangible material, yani kitu ambacho hakishikiki kwa mikono ya kibinadamu. It is an intangible asset that has been provided by God to human, kumsaidia mwanadamu aweze kuwa karibu sana na Mungu aliye hai. Na natamani leo nikufundishe juu ya somo hili, the flow of my callings is the flow of my spirit. The flow of my callings is the flow of my spirit. Biblia inasema, tazama palipo na hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu utakapokuwa. Asa Biblia inaposema palipo na hazina ya mtu, ilikuwa na maana ya kwamba palipo na uwekezaji wa mtu. Inaposema palipo na hazina ya mtu, ilikuwa na maana palipo na operations, economy operations za mtu. Ilipokuwa nasema palipo na hazina ya mtu, ilikuwa na maana ya kwamba palipo na financing activity. It is where your heart will be also. Ndiko ambako na moyo wako pia utakuwa. Ndiko ambako na roho yako pia itakuwa. So whenever I want to know where is your heart, I go to do a research about where is your treasure, where is your financing activity, where is your investment activity, because where you invest is where your heart will be also. Where you do financing activity is where your heart will be also. Where you where you operate your economic operation, it is where your heart will be also. So the movement of my heart, the movement of my spirit, it is because of the movement of my treasure, the movement of my investment activity, the movement of financing activity, the movement of parakatoria basi ya mahando. I don't know kama kuna watu ambao wameanza kupata msingi wa kitu ambacho natamani nikizungumze kwa hizi dakika chache. The movement of my treasure is a movement of my heart. The flow of my callings is the flow of my heart, is the flow of my spirit. Where my callings flow, it is where my heart will flow. Where my investment flow, it is where my heart will flow. It is where my spirit will flow. Where my treasure flow, it is where my heart will flow. It is where my spirit will flow. Palipo na hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu utakapokuwa. Na vifungo vingi vya kifamilia na ukoo vimetokana na eneo la kiuchumi. Matumizi mabaya ya fedha yaliyofanywa na mabibi na mababu kwenye familia za watu wengi yamekuwa ni mateso makubwa kwenye uchumi wa vijana wa leo. Zingatia sana kwenye maisha yako, matumizi ya fedha ulionayo yanaweza kageuka yakaja kuwa kifungo kwenye uchumi wako wa kesho, au kwenye uchumi wa vizazi vyako kesho na kesho kutwa. Kwa sababu kama ukiwekeza vema unaweza kupata mema, uwe na uhakika ukiwekeza vibaya utapata mabaya. Na Biblia inasema anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kama Yonathani rafiki yake na Daudi, tunasema kwamba Yonathani alimpenda sana Daudi na roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Love of brothers. Yonathani kwa sababu ya uwekezaji mzuri wa mali aliyofanya kwa Daudi na kwenye mazingira mengine, wakati Yonathani amekufa,
Siku moja Daudi akiwa kwenye kiti cha ufalme, anakumbuka mema ambayo Yonathani rafiki yake alimtendea. Alipokumbuka yale mema na mazuri ambayo Yonathani aliwekeza kwenye maisha yake, Daudi akasema watumwe wanajeshi wachache wakanitafutia masalia ya uzao wa Yonathani, nipate yoyote aje hapa kwenye ufalme. Wale wanajeshi maakida wakaenda kwenye jamii, wakazunguka, wakampata Mefibosheti. Walipompata Mefibosheti, wakampeleka kwa mfalme. Mfalme akampokea Mefibosheti, kijana aliyekuwa ni mlemavu, aliyekuwa hajiwezi. Daudi akamwambia kijana, kuanzia leo utakaa mahali nakaa, utakula vile nakula, utatembea vile natembea, utafanya vile na mali zote za baba yako utarudishiwa. Mali zote za baba yako utarudishiwa. Satarabakoria basala bahando robokoza. Sitili bande rebakoria basia mahando. Sataya bahande rebakoria. Ukimuuliza Yonathani mbinguni kama aliwahi kuwaza ya kwamba siku moja Daudi atakuja kuwa mfalme na kulipa mema kwa mtoto wake Mefibosheti, aliyekuwa stahili kulipiwa mema, alikuwa hana akili za kutosha, alikuwa sio mzima wa afya kama angeweza kupewa kazi ya kufanya, alikuwa ni mtu anayetakiwa tu kutunzwa, alikuwa hana uwezo wa kufanya chochote, alikuwa ni kilema asiyejiweza. Alipewa mali, mahali pa kuishi, vyakula, akarejeshewa mali zote za baba yake Yonathani akapewa. You must be very, very careful how you spend your money. You must be very, very careful how you use your money, how you spend your money. Because proper investment can lead to proper placement of your heart, proper placement of your spirit. And improper investment can lead to improper placement of your heart, improper placement of your spirit. And when your heart is improper placed, it means the heart of your daughters and sons, it is in danger. It is in danger, great danger. You must be very, very careful how you spend your treasure, how you spend your money. Because whenever you spend your money, improper ways can lead to improper results. Vijana wengi leo wanapitia ugumu wa kiuchumi kwa sababu ya vile ambavyo familia zao waliishi wakiwekeza mali. Waliwekeza mali kwenye mizimu. Wenda makaburini wakaamini juu ya habari ya wazee waliokufa, akamwaga pombe, akatoa vichenchi pale. That is nonsense. We have Jesus and he is enough. I am contented with the love of God. And let us all drink from his love, because his love is sufficient. His love endures all. His love is so powerful. His love is so Sinelia na norobokoria basia mahando. Satelia, sikatelia basia. Atelia na norobokoshata. Let us all learn from this. Vijana wengi wa leo wanapitia shida, wanapitia magumu kwenye eneo la kiuchumi. Lakini shida na magumu wanayopitia sio kwa sababu ya makosa waliofanya wao, ni kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na wazazi wao. Waliwekeza mali kwenye uzinzi, waliwekeza mali kwenye mitala, waliwekeza mali kwenye ulevi, waliwekeza mali kwenye mizimu, waliwekeza mali kwa waganga, waliwekeza mali kwa wachawi. Walikowekeza mali kumegeuka kuwa mateso ya watoto wao. Watoto wamesoma degree, wamesoma masters, PhD, lakini hawana ajira, wanafanya kazi ambazo sio sawa na elimu walizokuwa nazo. You ask yourself why? It is not because of your deeds. It is because of the deeds of your father, the deeds of your mother, the deeds of your grandmother, the deeds of your grandfather. It is because of them, not you. Biblia inasema kwamba kwenye Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7 hadi 12 inasema baba zenu wametenda dhambi na hata wako, na ninyi mmeyachukua maovu yao. Maana yake kuna uwezekano usitende dhambi wewe, wakatenda dhambi wazee, ukachukua maovu ya kwao. Mimi naombea watu wachache ambao wananisikiliza mahali hapa, Mungu akutenge kwenye matumizi mabaya ya fedha yaliyofanywa na vizazi vilivyopita.
yaliyofanywa na vizazi vilivyopita. I pray to God, Mungu akusaidie kwenye mazingira yoyote uliopo. Inawezekana vizazi, mabibi na mababu, wazee waliopita waliwekeza mali kwenye mazingira yasiyofaa. Mimi nakuombea mbele za Bwana katika jina la Yesu. Mungu akuponye na Mungu akusaidie kwenye hivyo vifungo. Uwe salama kuanzia leo katika jina la Yesu. Wewe ambaye kwenye mazingira yoyote unanisikiliza, na kuombea neema ya Bwana, na kuombea nguvu ya Bwana ije ikuvushe, ije ikusaidie, ije ikuonekanie, ije ikupandishe katika jina la Yesu. Kwenye mazingira yote umekwama kwa sababu ya impressment of the treasure, or impressment of your treasure. Kwenye mazingira umekwama kwa sababu ya impressment of father's treasure, mother's treasure. Umekwama kwenye eneo la kiuchumi. I pray to God, Mungu akuvushe kwenye hilo eneo. Ninakuombea mbele za Bwana, Mungu akuvushe kwenye hilo eneo. Mungu akusaidie kwenye hilo eneo. Mungu akupiganie kwenye hilo eneo. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu akuvushe. Yesu akusaidie. Yesu akuvushe hapo. Utavuka kiuchumi. Yesu atakusaidia kiuchumi. Yesu atakuimarisha kiuchumi. Mimi nakuombea kuanzia leo, ikiwa vifungo vya moyo wako, na ulipitia vifungo vya moyo, vifungo vya roho, kwa sababu uliwekeza mali vibaya. Your treasures zilienda kwenye uncertain places, uncertain location. Whenever your heart has been trapped, whenever your spirit has been trapped, na kuombea a fast forward anointing, nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidia hapo, ikutoe kwenye huo mtego, itoe moyo wako kwenye mtego, roho yako iliyofungwa, iliyokamata. Ninakuombea ukombozi. I pray deliverance. Deliverance in Jesus' name. Deliverance in Jesus' name. Masotala bakora basai. Be free. Be free. Be free. Be free. Be very, very careful. Be very, very careful where you send your treasure. Where you send your treasure. To different altars, to different people. Be very, very careful where you send your treasure. To different altars, to different people. Not everyone is qualified to have access of your bank balance, to have access of your amount, to have access of your investment activity, to have access of your financing activity, to have access of your operational activity, to have access of your treasure, of your economy activity. Thereby, you can learn this from the book of Acts chapter 3 verse 1 to 9. Unakutana habari ya Petro na Yohana wakiwa wanaenda hekaluni kusali. Saa 9 saa ya kusali, kwenye mlango wa hekalu ulikuwa unaitwa mlango mzuri. Walipofika pale kwenye mlango wa hekalu, mlango mzuri, walimkuta kiwete mmoja aliyekuwa kiwete tangia tumboni mwa mama yake, akiwa anaomba sadaka kwa watu wanaoingia kanisani kusali. Alikuwa aombi mchango, alikuwa anaomba sadaka. Read your Bible very, very clearly. Alikuwa akiomba sadaka kwa watu waliokuwa wanaingia kanisani saa 9 saa ya kusali. Petro na Yohana walipofika pale, yule kiwete akamtazama Petro na Yohana akitarajia kupata kitu kutoka kwao. And the moment yule kiwete anawatazama hivi, Petro na Yohana was like, wanamtazama pia. Alafu akamwambia, sisi hatuna fedha wala dhahabu, tulichonacho ndicho tukupacho. Katika jina la Yesu aliyekufa akafufuka, simama uende. Walipomwambia hivyo, yule kiwete akabakia anatoa macho. Nisimame hapa nitakula. Nimezoea kula sadaka za watu. How can I go? How can I learn from this place? Nimezoea kula sadaka za watu. Petro na Yohana wakamkazia macho. Unajua kukaziwa macho maana yake umekaa namna isiyo sawa. Yaani ni kukaziwa macho ni kurekebishwa. Kwa hiyo Petro na Yohana walikuwa wanajaribu kumrekebisha kiwete, ya kwamba where you are is not the right place for you. Mazingira uliopo sio mazingira sahihi kwa ajili yako.
lazima uhame kutokea mazingira uliopo uende mazingira mengine. You need to be very very careful. Kwa sababu yale majibu ya Petro na Yohana, mnisikilize kwa makini sana. Leo hii ukienda mbinguni, ukinitangulia kwenda mbinguni, kama uulize Petro na Yohana, kama kweli Petro na Yohana walikuwa kweli hawana hela ya kumlipa yule kiwete, kama ni kweli Petro na Yohana walikuwa hawana chochote cha kumpatia yule kiwete, sababu walimjibu wakasema, hatuna fedha wala dhahabu, tulichonacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu simama uende. Ni uongo kabisa, sababu Petro na Yohana walikuwa ni watumishi wa Mungu wakubwa sana kwa wakati ule. Walikuwa na watu ambao wakina mzee Gayo, watu waliokuwa wanalea huduma ya Petro na Yohana, matajiri kwenye lile eneo. Hata kama walikuwa kweli hawana, maana yake walikuwa na uwezo wa kwenda kwa wale matajiri, wawaambia wale matajiri, tumekutana na kiwete mazingira fulani, anahitaji msaada, twendeni mkamsaidie. Ni sawa na kiongozi, unaweza kaenda kwa mchungaji akakwambia, mimi sipo vizuri, lakini nitawatangazia washirika wangu wa kusaidia. Kwa hiyo Petro na Yohana wangeweza kufanya vile, ila uwe na uhakika waliamua kumnyima uchoyo, waliamua kumnyima kabisa, kumwambia, we don't have but what you have in the name of Jesus. That is not it's not okay in physical sense, but in spiritual sense it is okay. Kwa sababu wangeamua kumsaidia, wangeweza kumsaidia. Kwa maana hiyo basi, sio kila anayehitaji treasure za kwako, anayehitaji access ya mambo yako ya kiuchumi. Kila mtu anayeulizia unafanya kazi gani, ni wa kumwambia unafanya kazi gani. Wengine wakikuuliza kazi unayofanya, waambie wewe ni mkulima, unalima mboga mboga. Kuna wengine wakiwaambia umejiingiza kwenye mtego ambao hukutakiwa kujiingiza. You must be very very careful. People you give your economy access, people you give your treasure access, people you give your investment access, people you give your financing access. Be very 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 careful, because whenever you give your access to someone who is improper, your economy is in danger. Your economy is in danger. So please be very very careful. To people you give them access of your treasure. To people you give them access of your treasure. Access of your treasure. Hallelujah. Sara bakori amando robokoza. Namtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata somo hili leo. Mungu akitupa neema tena tutaendelea pati inayofuata. Lakini hebu nikupe tafakari fupi ya hichi ambacho nimekizungumza leo. Kitafakari kwa upana na kwa undani. Ndio what I believe kitakusaidia, kitakubariki na kitakuimarisha sana katika jina la Yesu. Amen. 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 God bless you and give you peace. Amen.